Hey, what up my good people, welcome once again to Modana Classics, and without further ado, let's get straight into today's video. So there is this Kenyan girl or this Kenyan mom. She's 37 years, by the name Margaret Nduta Macharia. Margaret Nduta Macharia, as we are speaking right now, she has been sentenced to death in Vietnam. Reason being drug trafficking. Yeah, you heard me right. Allegedly. So before tuingie kwa hiyo story, I'm very sorry kuna watu wanaenda ku hurt their feelings na kuna watu agree because kila mtu akona opinion yake. This is just my opinion. So before tuingie kwa hiyo story, I want us to read this statement. Kuna this report I think ilikuwa imetumwa na cousin yake. Alikuwa ameandika about this story. Even alikuwa ameandika, I am reaching out to you because my family is in deep pain and we are running out of time. We just found out that my cousin Margaret Nduta Macharia has been sentenced to death in Vietnam and she has only 5 days left before execution. This nightmare started in 2024 when Margaret secured a job in the Middle East through an agent in Nairobi. She was supposed to fly via Ethiopian Airlines from JKA to Addis Ababa, then to Hamad Airport, Qatar. But when she got to Ethiopia, she met someone who was supposed to travel with her. This person told her that there was a delay and handed her back to carry to her destination. Margaret is a Class 8 dropout, and this was her first time at an airport. She didn't understand what was happening. Suddenly, her ticket was changed to Vietnam, and when she arrived there, she was arrested. The bag she had been given in Ethiopia had 2 kg of cocaine. Since then, she has been in prison, and we had no idea where she was all this time. For more than a year, we've been searching for her in the wrong countries, only to find out this Sunday that she has been sentenced to death. And now we only have 5 days to do something before they execute an innocent girl who was tricked by human traffickers. As a family, we have no connection in government. We have tried going to the Ministry of Foreign Affairs and other offices, but nothing is moving. We are helpless. That's why I'm asking for your help. We need this story to reach the right people, the government, human rights organization, lawyers, anyone who can intervene and stop this execution before it's too late. Please post this on your Facebook account and help us get Margaret's story out there. She doesn't deserve to die for something she didn't do. So kwa hii story, for those people who don't understand, and I break down kidogo tu, but it enter into details. So there is this babe or this lady by the name Margaret Nduta Macharia. I think she's 37 years. So this madam, I think hizi jobs ladies wanaendanga kwa Gulf. I think aliamua ku apply one through an agency. Akaamua nini? I think alisecure chance kwenda wapi? Middle East. So I think kulikuwa na layover wapi? Addis Ababa, juu sidhani hizo ndege zinaendanga straight. So I'll have kwenda paka Ethiopia, Addis Ababa. Kufika pale Addis Ababa, I think supposed kwenda na mtu mwingine. Though hapo pia niko na question mark. Alifaa kwenda na mtu mwingine. Alifaa wapatana na mtu wa travel na yeye. I think ni mtu ajui. Kufika pale huyu mtu akaleta some excuses na akampatia nini? Suitcase. Kumpatia suitcase amwambia aenda I drop a certain place. Na the same time ndo nini ikachangiwa, ticket ikachangiwa. Instead ya kwenda Middle East, akaambiwa anaenda wapi? Vietnam. So hapo ndo swali langu linakujia. I think these agencies zinakuanga na specific time ya, I think sidaiona hizi most, okay, I might be wrong, but mimi venye nimeunderstand hizi agencies na I think zinachukuaga watu wa certain group zinawapeleka. So how come story ya Nduta ilikuwa different ya travel peke yake? Tena aende apatana na mtu huko tena waende na yeye. Kama ni agency, tena anaenda kupatana na nani? Na mbona alienda peke yake? Another thing, wewe ni mtu tu mzima. Mtu kona brain yako. Unaenda place umepatana na stranger. Mtu juu alafu anakupatia suitcase, unaenda in a country you don't know. Wanakupatia suitcase wanakuambia drop place fulani. Mbona tu situation nini kwa hii suitcase? Wewe pia unabeba tu. Okay, sometimes ukiwa desperate maybe unajaribu kuchase life, upate life unataka, unaenda ku hustle. Unanga time ku question. Okay, tunaweza pay that nini? Tunaweza msameana hapo. Yes, but hii side nyingine ina have to question. Unanipatia nini na mbona unanipatia kitu sijui? Alafu mimi nabebana tu. Unajua hizi ni airports. Unaelewa security airport. Uweze enda country juu alafu unanipatia kitu sijui na pia mimi nibebana tu niende nayo. Hiyo pia ni swali ya pili. So hii story iko na two sides. Kuna side ya hiyo ya Nduta na kuna side ya the reality. Of course ukipata na issue utajaribu kuleta some stories ndio issue yake make sense. But kitu ya pili ningependa kidogo kuingilia Kenyans kidogo. Nimeona Kenya wamesha this story all over, wanasema nini? Justice for Nduta. Wanataka I think ifikie Vietnam government waende wahurumie nani? Wahurumie Nduta, wamrudishe wasimuue. But this country Kenya is full of impunity.
Mbona kuna this impunity? Leaders wanafanya bullshit wanataka, leaders wanaua watu, leaders wanaiba. Jua nini? There is no consequences. Sisi tumezoea tu you can do anything alafu una get away with it. Hiyo kitu I apply in the other countries. Kuna countries law ina work, kuna country system ina work, kuna country wako na real judiciary. Kila kitu yenye maandiko wanafuata law na wanajaji venye umedu. So umetoka hapa umeenda nje wenyewe na makosa, umekupata na makosa. Hapa we don't care these stories. So long as wewe ndo tumekupata na wewe ndo uko nayo. This is the evidence. Law inasema nini? Ukipatikana with this thing, this is the consequences. Inafaa uawe ama inafaa ufungwe this number of years. Hakuna kitu unadu. Sasa hizi vitu mnasema mnajaribu kushare. Mbona msijiulize what if hii ndo kitu demo amekuwa nadu? What if kitu anamwaccuse is right? Because sai we don't know. Naona mnajaribu kushare. Mnasema sijui ifikie serikali, ifikie sijui foreign affairs. Sasa foreign affairs. Okay, this country ni miaka ngapi tumesikia mademu wetu, masista zetu, mama zetu wanauliwa watu huko Gulf. These are ladies who are innocent. Hawajafanya makosa, wameenda tu hustle zao, wanauliwa na their bosses, but country haifanya anything. Wana watching tuleta tu mili, tunazipokea, tunazika, story nazima. So mtu amefanya makosa, do you think government itaingilia ndio ilete? Na hapo nitakuwa disappointed ikiona wameamua kusave this amepatikana na makosa, alafu kuna wenzetu wanauliwa huko wakiwa innocent, wanafanya tu kazi kutafuta life yao. Hakuna kitu government na do. Waenda kusave huyu mwenye amepatikana na drugs in a foreign country. Haita ni make sense. Hii impunity inafanyika kwa this country. Sisi tumeallow, tumeopen that space, tuna tolerate. So unataka sasa Vietnam ivunje their law, kitu imeandikwa nafanyia citizens zao, alafu ni foreigner, alafu wasema ati sasa hii kesi yake tupilio mbali. Vietnam doesn't give a damn about Kenya. So that's just my 2 cents. Okay, kwa story ya Nduta mistaki kuingilia sana kwa zote ni allegations, we don't know. They might be right, they might be wrong. But sometimes unajipata kwa makosa ukiwa in the wrong time, wrong place. Ina happen. Inaweza kuwa maybe alifixiwa venye anasema. But kama imepatikana ni ukweli, hakuna kitu tunaweza tu. You just deal with your shit. Yeah man, that's for today. That's just my 2 cents. If you have a contrary opinion, let's meet in the comment section. Thanks for watching. My good name is Blackface Mondana. Let's meet in the next video. Adios.